watu wote. Sura ya kwanza. Waraka Yakobo kwa watu wote, sura ya kwanza mstari wa 17. Maandiko yanasema, kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu, hushuka kwa Baba wa mianga, kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka. Bwana Yesu asifiwe. Jumatano iliyopita tulikuwa tunajifunza habari ya nguvu ya sadaka. Nguvu ya sadaka. Na tukaelezana nini maana ya sadaka. Tukisema sadaka ni kitu cha thamani. Sadaka ni kitu cha thamani anachokitoa mtu kwa mtu anayemheshimu sana au anayempenda sana. Au ni kitu cha thamani ambacho mtu ukitoa kwa Mungu kama ishara ya unyenyekevu. Kama ishara ya unyenyekevu. Kwa hiyo tukajifunza vitu vingi. Ninakumbuka nilielezea vitu vingi tofauti kati ya sadaka ya kawaida na yani sadaka ile ambayo tumezoea kuita sadaka na dhabihu. Sadaka na dhabihu tofauti yake. Nikieleza kwamba sadaka ni kwa maana ya mincha, kwa wale wanaokumbuka mincha kwa Kiyunani, ama kwa Kiingereza wanaita offering. Tukasema ni matoleo kwa Bwana yanahusisha vitu visivyotoa damu, kama fedha, mazao ya shamba, dhahabu na vitu vingine ambavyo tunaweza kuvitoa kwa Mungu aliye hai. Lakini tukasema kuna dhabihu ambayo kwa Kiingereza wanaita sacrifice. Tukasema hii ni sadaka ya vitu vinavyohusisha damu, yani vitu vinavyotoa damu, na hasa hufanyika kwenye madhabahu. Hupelekwa kwenye madhabahu na kuchinjwa na aidha kuteketezwa ama kuliwa ama namna yoyote vitakavyofanywa kwenye madhabahu. Kwa ninadhani mnakumbuka sana. Tukasema sadaka haitakiwi kuwa kitu dhaifu, kwa sababu sadaka ni kitu cha thamani. Sasa kama ni kitu cha thamani unachokipeleka mbele za Mungu, hakitakiwi kuwa dhaifu. Lakini pia tukasema sadaka haitakiwi kuwa masalia. Toa kwa sababu hawataki kuonekana kubaki kwenye viti wakiwa wamekaa kwenye viti. Sio hapa tu. Yani mimi nimewahi kukutana na hiyo kesi. Mtu ananiambia, sasa nisipotoa watu watanionaje kubaki nimekaa kwenye kiti? Okay, usitafute kubaki kwenye kiti au kubaki kwenye kiti. Ninachotaka nikwambie, tafuta kitu cha thamani cha kumtolea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo natamani kwa muda mfupi tuseme kidogo habari ya sadaka isiyo ya kawaida. Sadaka isiyo ya kawaida. Sadaka isiyo ya kawaida. Ni sadaka gani? Ngoja nianze hivi. Kuna mtu amewahi kumpa mtu zawadi. Umempelekea mtu kitu, akikipokea anashindwa kuwa na maneno ya kuzungumza, anabaki analia. Na wewe kwa sababu ya kuguswa unajikuta na wewe huna cha kuongea, umebaki unalia. Kuna mtu imeshawahi kutokea hiyo? Kinachotokea kina tofauti gani na yule anayempa sadaka kitu halafu anakuambia nashukuru, anaweka mfukoni anaondoka? Hata kwa namna ya kutafsiri, huwa ukimpa mtu, kwa mfano umempa fedha, halafu akakwambia nashukuru Bwana, nashukuru sana, akaweka tu mfukoni akaondoka, mpaka unasema yani yule jamaa hana shukrani kabisa. Unaona kama vile hajapokea kwa moyo mkunjufu. Si ni kweli? Lakini umetoa
mpaka unaona mtu anafuta chozi anasema Mungu akubariki. Yani sina maneno mazuri, ninashindwa nisemeje. Kwa nini aseme vile? Kwa sababu ameguswa isivyo kawaida. Tunaelewana? Mguso wa ile sadaka haujawa wa kawaida. Sasa sadaka isiyo ya kawaida ni sadaka yenye mguso kwa Mungu. Ni sadaka yenye mguso kwa Mungu kiasi cha kusababisha Mungu aseme jambo la kipekee juu ya maisha yako, juu ya maisha ya mtoaji. Unaachilia sadaka mpaka Mungu anasema kitu cha kipekee ambacho inawezekana hajakisema kwa mtu mwingine. Sadaka isiyo ya kawaida. Ukisoma tokea mwanzo kwenye Biblia hata sasa, Biblia inaeleza matukio mengi yanayodhihirisha kuwa utoaji wa sadaka sio kitu cha kawaida. Sio kitu cha kawaida. Na ni sadaka ambazo wakati mwingine zinapotolewa, yani utoaji unapofanyika, unamgusa sana Mungu na kusababisha Mungu afanye kitu cha kipekee. Kwa mfano, twende kitabu cha Mwanzo sura ya 8. Sadaka isiyo ya kawaida. Mwanzo 8, tuanzie mstari wa, tusome tu mstari wa 20 hadi 22. Maandiko yanasema, Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatwaa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake. Wala sitaipiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Muda nchi idumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku, havitakoma. Bwana Yesu asifiwe. Ninachotaka uangalie kiko kwenye mstari wa 21 pale. Bwana akasikia harufu nzuri baada ya matoleo. Huyu ni Nuhu baada ya gharika. Ametoa sadaka ya kumridhisha Mungu. Sadaka ambayo ilikwenda ikagusa moja kwa moja moyo wa Mungu. Baada ya kusikia harufu nzuri ya kumfurahisha Mungu, akasema sitailaani tena nchi. Kwa sababu mwanzo hasira ya Mungu ilikuwa kubwa sana juu ya nchi. Na mnakumbuka alikuwa ameshasema nitaiharibu nchi, nitaiangamiza. Na ameiangamiza, amebaki Nuhu na familia yake na wanyama. Sasa inawezekana, sijui lakini inawezekana kwa mwelekeo ulivyo, kuna matukio mengine kama yangetokea tena huku mbeleni, nataka nikwambie Mungu angeigarikisha dunia. Lakini kwa sababu kuna sadaka imekwenda, imesimama mbele za Mungu, Mungu anasema sitaigarikisha tena nchi wala kuiharibu tena kwa maji. Kwa nini? Muda nchi idumupo, majira ya kupanda, majira ya kuvuna, wakati wa hari, wakati wa kaskazi na wakati wa kusini, majira hayatakoma. Kwa nini yasikome? Kwa sababu kuna sadaka imetolewa mbele za Mungu kugeuza hasira ya Mungu. Umeshawahi kujiuliza, kabla wewe kuokoka na kabla labda ya wazazi wako, kwa sababu kuna wengine wamezaliwa kwenye familia zilizokoka, umeshawahi kujiuliza familia yenu ilikuwa inatoa sadaka wapi na kwa namna gani? Umeshawahi kujiuliza?
unajua ukubwa wa sadaka walizokuwa naziachilia, na unajua una struggle kwenye maisha yako kwa sababu ya nini? Kuna wakati kuna roho zinazofuatilia ambazo bado zinadai. Na zinadai kwa sababu gani? Kwa sababu kuna sadaka ilitolewa ikasemwa hii ni kwa vizazi vyetu vyote. Sasa vizazi havitakoma, na wewe umezaliwa miongoni mwa hao. Unaishi, kuna sadaka ilitolewa kwa ajili ya ulinzi. Sasa ile sadaka ya ulinzi juu yako, wewe umeiharifu miungu, umechagua kuokoka, umetoka kwenye miungu. Ilitegemea sadaka kutoka kwako, lakini sadaka hawapati tena kutoka kwako. Kuna kitabu, sijui kama ni Sefania au Hagai, kuna mahali anasema miungu yao inakonda kwa kukosa chakula. Kwa nini? Kuna sadaka ziliachiliwa na ambazo miungu ilitegemea uendelee kuachilia, hazioni inapeleka. Kwa sababu hiyo miungu inakufuatilia ili ishughulike na wewe. Ndio maana inakupiga kwa magonjwa, inakupiga, changamoto nyingi zinatokea. Unajikuta kila kazi unaifanya, unafanya kidogo inaanguka. Unafanya biashara ile, unaanza kustawi, unaona faida, ghafla biashara inaanguka. Kuna watu hawatuliagi kwenye ofisi, anaajiriwa mwaka huu kwenye ofisi hii, kabla mwaka haujaisha anafukuzwa, anakwenda ofisi nyingine. Anaishi maisha ya kutangatanga, hana kikao, kwa sababu kuna sadaka iliyoachiliwa. Lazima wewe uibatilishe kwa kutoa sadaka pia ambayo ni kubwa kuliko ile, ili sadaka yako isimame inene. Mbona mmepoa sana? Mmekasirika? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sitailani tena nchi. Utoaji wa sadaka, nilisema hata juzi, unatakiwa uchukuliwe kwa heshima na unyenyekevu sio wa kawaida. Kwa nini? Kwa sababu kutoa sadaka ni heshima mbele za Mungu. Mithali 3:7 anasemaje? Mithali 3:9, mheshimu Bwana kwa mali zako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Kwa unapoleta malimbuko kwa Mungu ni heshima, umemheshimu Mungu. Unapoleta sadaka yoyote iliyotoka kwenye chanzo chako chochote ni heshima mbele za Mungu. Ndiyo maana nilisema si vizuri ukafurahia kutoa sadaka za kupewa. Kwa nini? Sadaka ya kupewa haijatoka kwenye chanzo chako. Lakini kama ni kwenye chanzo chako ambacho Mungu amekupa, ukitoa sadaka kutokea huko, inaonesha ni jinsi gani unavyomheshimu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikasema pia sadaka uliyopewa haiwezi kukuuma. Nilisema sadaka yenye matokeo ni ile sadaka unayotoa ikiwa inakuuma. Haikuwa rahisi kwa Ibrahimu. Yaani Mungu anamwambia mtoe mwanao wa pekee. Bahati nzuri juzi tulikuwa na mama Vuga, nikamtolea mfano. Kwa umri wake ule, tuseme ana mtoto mmoja tu, Revocatus. Halafu kwa umri ule Mungu anamwambia mtoe mwana wako wa pekee, anaye mmoja. Uhakika kupata mwingine ni ngumu, kwa sababu umri umekwenda, ratiba ya kawaida imekoma kwenye mwili wake. Mtoe mwanao. Halafu anasema okay. Yeye akatii, Ibrahimu akatii, akabeba, akaenda. Wanafika mahali mtoto anamwambia baba, moto tunao, kuni za kuchomea, za kuteketezea sadaka ya kuteketezwa tunazo, kisu tunacho, lakini hatuna mwana kondoo kwa ajili ya sadaka. Yuko wapi mwana kondoo? Unacheki mtoto wako ndio mwana kondoo uko naye. Sio rahisi kwenda kumtoa, unaweza kuahirisha.
Okay, wangapi wameshawahi kusikia ndani, msukumo wa ndani? Msukumo wa ndani. Wangapi wameshawahi kusikia kutoa fedha? Yaani unaambiwa toa 10,000 halafu umebaki na 10,000 mfukoni. Ni wangapi? Umeshawahi kuitoa, kukubali kuiachilia iende? Mara nyingi lazima anza hivi, baada ya hapa naendaje nyumbani? Na itokee bahati mbaya sasa unaishi mbali kama ninakoishi. Uko hapa, yani usikie usikie ndani kwamba toa, alafu unatoa yote ulionayo. Na huna usafiri, hujaweka mafuta. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Huwa sio kitu rahisi. Kuna sadaka unazitoa, ni kama vile unasikia mpaka mwili yani haukukubali moja kwa moja. Nafsi ya kawaida inakataa, akili ya kawaida inakataa, lakini kwa sababu ni Mungu anayeitaka na ni kupitia hiyo anataka kuvusha ng'ambo ya pili. Kuna hatua ya kimaisha hujawahi kwenda, kuna hatua ya kiroho hujawahi kufika. Mbingu zinataka zikufikishe kwa sadaka hiyo, unapaswa uiachilie na si vinginevyo. Ibrahimu alipotii akatoa ile sadaka, matokeo yake yalikuwa makubwa kuliko kawaida. Mungu alimwambia maneno haya kwenye Mwanzo sura 22. Mwanzo 22 kuanzia 16 mpaka 18. Malaika wa Bwana akamwita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni, akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili wala hukunizuilia mwanao wa pekee, katika kukubariki nitakubariki, na katika kukuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. Kwa kuwa hukunizuilia. Kuna nyakati nyingi tumezuilia sadaka ambazo Mungu amezitaka, na kwa sababu hiyo tumejikuta tunakwenda vile vile, tunaishi vile vile, maisha yetu hayabadiliki. Na ni wazi, yani tukisema ule kweli, tumebadilika padogo sana toka tumeokoka. Padogo sana. Yani ile faida anayosema Mungu kwamba mara 100 duniani, kuna watu hawajafika hata mara 10. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutokuachilia sadaka. Kuna watu wengi wamemzuilia Mungu kwenye sadaka. Nyakati ambazo Mungu alitaka sadaka fulani, watu walimzuilia. Na kwa sababu ya kumzuilia, wamejikuta wako pale pale. Kwa sababu hukunizuilia mwanao wa pekee, katika kukubariki nitakubariki. Maana yake inatajwa mibaraka isiyo na kikomo kwa sababu ya tukio moja la utoaji. Ukijiuliza umemgusa Mungu kwenye nini, kiasi cha Mungu aseme neno, afanye jambo jipya kwenye maisha yako? Tumemgusa wapi? Kwa sadaka, kwa sababu baraka ya Mungu huja kupitia utoaji wa sadaka. Nisikilize, maombi yanaweza kukusaidia kufanikiwa sana, lakini kama hujaachilia sadaka, kuna mahali maombi hayawezi kukufikisha hata siku moja. Unanielewa mtu wa Mungu? Yani hata kama ungeomba kiasi gani, kuna aina ya sadaka usipoziachilia huwezi kutoka. Bwana tusaidie. Mungu akitaka kukupima kiwango gani unampenda, atakupima kwenye vitu viwili. Mungu akitaka kukupima kiwango gani unavyompenda, atakupima kwa mambo mawili.
La kwanza, atakupima kwenye utoaji wa sadaka, kwenye kutoa kati ya vile alivyokupa. Haikuwa rahisi, yani hata kama mimi sijawahi kuongea na mzee Godson, nikaongea naye tukajadili mpaka nikamuuliza kwa nini ulitoa yule nguruwe. Mimi namkumbuka, hata kama sijawahi kumuuliza, lakini nina uhakika haikuwa rahisi yeye kumtoa. Kuna mahali aliguswa. Eti mzee, lakini kuna mabadiliko pia uliyaona baada ya kutoa. Mungu amekupa nini? Anataka nini kwako? Hicho ni kitu ambacho Mungu anakitumia kupima sana. Cha pili, anakupima moyo wako kupitia utayari wa moyo wako wa kutii sauti, maelekezo, amri na sheria zake. Kama huwezi kutii maelekezo yake, kama huwezi kusikiliza sauti yake akisema na wewe, maana yake ni kwamba chochote kile atakachokisema kwako utaelewa kama ni yeye. Na kwa sababu hiyo kiwango chako cha upendo kimepungua. Bwana tusaidie. Sadaka isiyo ya kawaida hutolewa kwa maelekezo na msukumo wa roho na nafsi ya mtoaji, kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Mara nyingi sio sadaka ambayo mtu anaweza tu kuamua kwamba mimi nataka nipeleke sadaka isiyo ya kawaida, kwa sababu huwezi kujua sadaka isiyo ya kawaida ni nini. Lakini Mungu anaachiliaga mara nyingi msukumo wa wewe kuachilia kitu fulani, na wakati mwingine ambacho sio rahisi wewe kukitoa. Na Mungu anatupimaga kwenye vitu vigumu sana ambavyo sio rahisi kuviachilia. Kwa lazima kuwe na msukumo wa ndani. Na kwa sababu hiyo naomba uelewe hivi, hakuna sadaka hata moja mwanadamu aliruhusiwa kutoa bila maelekezo ya Mungu. Haipo. Hakuna mtu aliwahi kwenda kwa mganga, akifika kwa mganga anamwambia mimi nimekuletea kuku, ni mganga anayechagua nataka nini. Akikwambia nataka ng'ombe utamleta. Kuna mama mmoja aliwahi kwenda kwa nabii kutabiriwa. Alipofika kwa nabii akamwambia kaniletee ng'ombe. Alafu yule mama hakuwa na ng'ombe, ng'ombe zilikuwa za mtoto wake. Akamwambia sina ng'ombe, ng'ombe ni za mwanangu. Akasema nileta ng'ombe. Akaenda kuswaga. Kwa nini? Lazima kusikiliza maelekezo. Bahati nzuri yule mama wakamuwahi mapema kabla hajawafikisha. Kama angewafikisha kwa nabii sijui. Na ilikuwa ng'ombe wa maziwa sasa, sio ng'ombe wa kawaida. Sadaka yenye maelekezo. Kuna wakati nimeshasema hii, kuna wakati maelekezo yanakuja ndani ya roho yako. Aidha umelala, umekaa, unafanya kazi, unasikia tu niachilie sadaka fulani. Sasa kutii yale maelekezo ndio huwa ni mtihani. Bwana Yesu atusaidie. Bwana asifiwe. Na utoaji wa aina hii ulianzishwa na Mungu mwenyewe. Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwanae wa pekee. Wa pekee. Una mtoto mmoja, huyo mpeleke kwa Mungu. Anatakiwa wewe wa Mungu. Si kitu rahisi. Na utoaji wa aina hii ulifuatiwa na Ibrahimu wa kumtoa mwanae wa pekee. Kwa nini? Utoaji huu ni wa kimaelekezo. Mbingu zikiamua kuachilia, zinaachilia kwa mtu yeyote ili kupimwa. Na kwenye sadaka jamani, tukubaliane, hakuna mtu asiye na kitu cha kutoa. Ni kweli sio kweli?
Kuna watu wanasema mimi natoa mwili wangu, natoa roho yangu tu kwa Mungu. Mungu anataka roho yako na anataka hela zako. Mungu anataka vitu vyako vya shambani. Kuna siku wakati naandaa hili somo, sijui kulitokea nini, mkanga kaniambia kuna wakati watu wanakuambia hawana cha kutoa. Kama huna cha kutoa, toa hata godoro unalolalia. Litoe. Mungu, sina kingine, nina hili godoro. Uone kama tarara chini. Hutarara chini, mimi nakuhakikishia. Bwana tusaidie. Haleluya. Wewe unasema huna cha kutoa, una kuku 10. Ina maana kuku hujaziona. Unasema sina cha kutoa, ila shambani una mchicha. Huna cha kutoa, ila chakula unacho ndani. Kitoe chakula. Pea 10 za viatu. Si unaona sasa? Na wamama wanaongozaga kwa viatu. Mimi pale ndani nina kiatu hiki, nina sandals, nina kiatu kingine kimoja na ndara. Lakini kashelf kako hapa. Na ukienda kwenye nyumba, wamama wana viatu, wamepanga viatu. Lakini sio rahisi kutoa kiatu. Yaani kwamba leo sina chochote ila nina hiki kiatu na kipeleka. Mama mchungaji akisema vae, avae. Bwana sifiwe. Ngoja tuende mbele kidogo. Muda wangu unakimbia. Nataka nimalize tuombe. Sadaka ya kawaida. Sadaka ya kawaida ni sadaka ambayo hutolewa kimazoea. Sadaka ya kawaida ni sadaka ambayo hutolewa kimazoea, au sadaka ambayo hutolewa bila mtoaji kujifungamanisha moyo wake na Mungu. Ndio ile sasa inakuja. Watanionaje nisipotoa sadaka? Biblia inasema kwenye kitabu cha Mathayo, nafikiri ni sura ya 6, angalieni msitende wema machoni pa watu ili mtazamwe nao. Sadaka ambayo inatolewa kimazoea. Mtoaji anatoa ili aonekane tu ameshiriki kutoa. Unajua makanisani kuna watu wameshapanga, mimi sizidishi buku kwenye sadaka. Yaani hata kama mmekaa karibu ibadani, atakuuliza una buku hapo 2? Au haijawahi kuwatokea? Una buku hapo. Yaani kuachilia 2000 ni mtihani mzito. Una buku hapo. Analalamika mwingine akiona amezidiwa sana, anachana karatasi, anaandika jina na andika buku. Halafu baadaye anakwenda na 2000. Nakumbuka kuna siku niliwahi kuandika karatasi, halafu mhasibu akaniambia, si utoe yote tu mtumishi. Bwana tusaidie. Yani hili somo halimaanishi kwamba ni watu wengine, hata mimi nimo. Tunaelewana? Yani hata mimi nimo. Unajua neno Biblia inasema ni kama nini? Msumeno unaokata. Yani unakukata wewe, unawakata na wengine umo. Utoaji huu hauambatani na moyo wa ibada. Huu utoaji hauambatani na moyo wa ibada. Bwana tusaidie. Na ni kwa sababu gani? Kuna sababu, mimi nimeandika 3 ambazo husababisha utoaji wa kawaida. Ya kwanza, mtoaji hajui umuhimu wa kumtolea Mungu sadaka nzuri. Kwa nini watu wanatoa kimazoea? Kwa sababu hawajui umuhimu wa kumtolea Mungu sadaka nzuri.
Kuna wakati watu wanasemaga nikitoa sadaka kubwa mchungaji ataira. Mchungaji hajaanza uchungaji akiwa mtoto mdogo kwamba alikuzwa na sadaka yako. Bwana tusaidie. Yaani kwa umri, kwa mfano kanisani kwetu, kwa umri wa huyu mchungaji hajakuzwa na sadaka za mtu yeyote. Utoe sadaka usitoe sadaka atakula. Nikitoa sadaka hii, yani mchungaji akiona hii ataira kabisa. Hajawahi kutunzwa na sadaka yako. Unajidanganya bure. Popote pale haijawahi kutokea mtumishi akatunzwa na sadaka za kanisa. Hazitoshi. Bwana sifiwe. Kwa mtu kutokujua thamani ya kutoa sadaka nzuri kwa Mungu inampelekea kutoa sadaka kimazoea. Chochote tu nilicho nacho kwa Bwana. Nitatoa chochote tu nilicho nacho. Hakuna chochote kwa Mungu. Bwana tusaidie. La pili, kutoa kwa mazoea. Sababu ya pili ni kutoa kwa mazoea. Na utoaji wa mazoea ndio utoaji wa wapumbavu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mhubiri sura 5 mstari wa 1, jirinde mguu wako uendapo nyumbani mwa Mungu, maana ni heri ukaribie usikie kuliko kutoa sadaka za wapumbavu ambao hawajui wanafanya nini. Kwa unatoa sadaka ili mradi umezoelea. Ni sawa na kusema Jumapili ni siku ya ibada, nikikaa nyumbani watu wataniona sijaenda ibadani, kwa lazima niende kanisani. Una madhambi mengi, una makosa mengi, umefanya uchafu mwingi, unabeba tu unasema ngoja niende kanisani ili nijihudhurishe. Hakunaga ibada ya hivyo. Ibada inaandaliwa kwa muda wa kutosha. Bwana asifiwe. Sababu ya tatu ni kukosa moyo wa ibada. Moyo wa ibada sio kuhudhuria tu ibadani. Tuelewane hili. Moyo wa ibada sio tu kuhudhuria kanisani. Inaambatana na maandalizi yenyewe ya ibada. Na kwa kawaida ibada haiandaliwi siku moja. Ibada ya Jumapili inaandaliwa kuanzia Jumatatu. Bwana sifiwe. Kwa uzoefu wangu, wa mama wanaongoza kwa kujiandaa kwa ibada. Kwa uzoefu wangu. Na kuna wakati yani anaweza kuwa na nguo za Jumapili. Ukicheki idadi ya nguo alizonazo mpaka unasema Mungu wangu. Mimi nina suruali 2-3. Ninarudia moja, yani angalau moja naipishanisha kila Jumapili, angalau Jumapili moja, nyingine nairudia. Lakini yeye anataka nyingine wakati kuna zile zingine. Nguo zipo za kutosha. Wamama nasema uongo. Viatu vimejaa kwenye shelf, anakuambia sina kiatu cha kuvaa ibadani. Anafanya maandalizi ya nini? Ya ibada. Ila sadaka inaandaliwa Jumapili asubuhi. Hilo ni bara lingine lililoko chini ya jua. Jumapili ndo naangalia nina shingapi ndani. Bwana tusaidie. Siku moja kuna kijana alikuja kaniambia, nimekaa ananiambia sina sadaka. Nikamwambia kama hukuandaa sadaka usiniulize sadaka hapa kakai. Nakupaje sadaka kanisani? Sadaka yani kama ni sadaka ya Jumapili, utoaji wa Jumapili unaandaliwa kuanzia Jumatatu. Jumatatu umepata milioni, umetumia yote. Jumanne umepata 300,000, umetumia yote. Jumatano umepata 100,000, umetumia yote. Alhamisi umepata 2,000,000, ukazifeka zote. Jumamosi jioni unasema sina sadaka ya Jumapili. Hela zote ulizozipata kwa wiki zima huna sadaka ya Jumapili. Bwana tusaidie.
Huo ni utoaji wa mazoea. Yaani kuna watu wanaweza kupata hata milioni wasikumbuke hata 10 wakafyeka yote. Bwana tusaidie kwa utoaji. Na mimi natamani jioni ya leo tunapokwenda mbele za Mungu, mimi sijihesabii kama ni mkamilifu kwenye utoaji. Sijihesabii. Na ninajionaga kama sijawahi kutoa sadaka. Kwa sababu ni kweli wakati mwingine tunatoa kidogo sana. Hatutoi kama inavyompendeza Mungu. Hatutoi sawa sawa na maelekezo ya Mungu. Kama unasikia ndani ninachokisikia mimi kuhukumiwa kwamba kuna kiwango hatujafika cha utoaji, natamani tuende mbele za Mungu kwa toba jioni ya leo. Natamani tumwambie Mungu tusamehe kwa kuwa tulitoa kwa mazoea. Tulitoa kwa mazoea. Wakati mwingine tunahitaji hatua kubwa ya kimaisha, lakini utoaji wetu uko chini. Kuna watu wengine wamejitahidi hata kwenda kwa manabii ili nabii amtamkie jambo kwenye maisha yake, lakini hajui kama angebeba hiyo sadaka akaipeleka kwa Mungu, Mungu mwenyewe ndiye angetamka. Kuna wakati tumekosa vile vitu ambavyo mbele za Mungu ni vya thamani sana kwetu na ndivyo anavyovitaka kwetu vifanyike, kwa sababu ya kutoa sadaka kimazoea. Jioni ya leo twende mbele za Mungu tumwambie Mungu, Baba utusamehe. Halafu tumwambie atuumbie moyo mpya wa utoaji. Na kisha baada ya hapo tutaomba kwa ajili ya mkutano wa Injili ambao utaanza wiki ijayo. Baba ninasogea, Baba ninasogea chini